So maybe akapatiwa mzigo, pengine ilikuwa na drugs. Unashika hapo, ule mtu anakugojea nje, utawekwa ndani kabla the truth kujulikana, utakuwa umesafa. Don't do it. Number 2, hizi dawa zinaweza wekwa kwa suitcase na uwezi jua, because unaona zile two wheels za suitcase, that is another place to hide the drugs. Nini zile tu miguu to suitcase, unaweza ficha dawa huko. Maybe wanakarabati hiyo kitu na huko nje wanaitengeneza vizuri, wanaweka dawa huko. Number 2, 1 minute. Sorry William. So tunaambiwa ati Misery yuko Vietnam na nani na huyo msichana, so you up him. Acha nimpenda so I can drop for them. Anitumia nini? Misery anitumia nini? Yes. So let me drop for them. Akuja tuambie. Oye, Ngai wako mwathani wa moyo. Misery bona ya bona inaniambia good. Hi. Oye, ni kweli wa William, it is the bitter truth and it is the worst thing we would want to hear. Koira waka kirone gukohe microphone na karibu sana. So let me just finish. Unaona kiatu yako, sola kiatu yako is the best place to hide those drugs. So please people, be very careful. Hata mimi su nikitumwa na mtu Kenya, hata ni majani chai, mimi naikata kwanza, naangalia ndani ni nini iko, nachanganya, because somebody can put you in a big mess. Na unajua ukikuwa na hizo contraband, serikali haitaki kujua, they don't want it. Hata ukikuja Kenya they don't care, ni wewe umeshikwa nazo, so you must face the music. Usiku uweke ndani kabla utoe mtu, hata utakuwa utaambiwa, you know what, you are co-conspirator. So people be very careful. Let's learn with this story. So I hope and we pray, let's keep on praying. God can do something, maybe aguze nini roho ya nini ya president aseme nini, hold this thing, or maybe he do a criminality. Maybe amsamehe aseme nini, I commit your sentence to life in prison. So let's keep on praying. That is the only hope that we have. Nothing, no other hope we have. Maybe I don't know what is going with the government, but playing is the best thing that we can do right now. Thank you so much, William. Misery. Yes. Yes, karibu sana my brother. The mic is yours. Thank you. Kwani uko umelala? Ni usiku sana huko? Yeah, ni saa 6. Ni pole. Now you are a lady. Najua sasa jina Misery does not tell us anything. Yes, karibu. Okay. Why? So Amia, watu wameshare na mimi live wakaniambia nikuje niwape updates and yes. Thank you. Vile tuliagree jana, we agree that kila mtu afanye chenye anaweza tu mali yako. So, nikapata wa Uganda wawili wenye walikuwa marafiki kitambo, but walikuwa wamehama city yenye nilikuwa naishi. So tukatravel to Hanoi jana usiku, hiyo time tukafika asubuhi. Hanoi ni capital city ya Vietnam. So tukafika, we were connected to a guy from Congo who is a military there. So the only questions we had for this guy is how can we let me say, how can we save this intervene guy? Yeah. The guy told me that we were there, so akatuambia mtu amesema niongea na Kiswahili. Akatuambia sawa, ongea how you are comfortable. Usipewe sana na dictation nao watu hapa. Ongea how you are comfortable. Yeah, akatuambia for now it's kind of too late. Though because the government was supposed to kuingilia kesi before, because the judgment was passed and Nduta was not represented in court by anyone. That's what he told us. We asked him how far are we from the execution. He told us that we only have less than 24 hours. And he told us that when the time of execution is confirmed, because they
there were more than, he told us there are more than 500 those who are going to be executed, that he was to update us on the time. Now I don't know. Kuria yesterday told us that the president had been informed. Now I don't know. Maybe now he tells us how and where the president is, because although Vietnam, for real, they don't negotiate in terms of drug trafficking inside their country. That's they don't negotiate. That I can tell you for free. Negotiation cannot help there. Yeah. I don't know what to happen, so it's now upon Korea to tell us what have they done. Is there any hope, or what next now? Since the negotiations is not there, it's beyond us. That is current situation, my brothers and sisters. Endelea tu, tusiongee Kizungu tafadhali, ikifika hapa tuongee tu Kiswahili lugha yetu. Hata story karibu sana my brother. Misari, endelea tu. Okay, let mheshimiwa finish, then I'll give you the other news. Wewe endelea, maliza. Labda natawacha nini kidogo tu, wacha nini Misari kidogo tu, hold kidogo, wacha to break that kwanza kidogo. Koira, talk to us. Well, wacha Misari amalize. Well, kana gwali na iko kana gwali na githugu kana gwali na githugu na githugu tondu turi othe we I think kama yeye I think I could tell he is from Murima East na huko chini, so tuongee tu Kiswahili ama Kizungu wa Kenya wataelewa. So anyway, the first thing a time comes when we leave everything to God. Sababu yeye ndiye anaweza yote hata yale tunafikiria hayawezekani. Na mahali tumefikia sasa, na ni vizuri ndio tulisema please if it's possible let us not be emotional, kwa sababu wasome mnajua from the year 2009 vile hiyo nchi ya Vietnam iko, walitoa makesi zote za madawa, sio ati ni criminal case, it is administrative. Na wakisema ni administrative ni kumaanisha ni hivyo, mnasikia watu wanasema ni military. Na kwa hivyo ikishafikia hapo tunaachwa tu only one alternative if it can be there. Kitu inaitwa a presidential decree, repatriation ama pardon. Hizo mambo tatu. Kwa hivyo tangu hii kesi kuja, kwa sababu ilianzia kwetu, hatujalala, ni vile tu hatukuja hapa kusema kuongea sana. Hakuna ofisi yoyote hatujajaribu kunongonezana, na ikuwe ni serikali ikuwe ni nani, tumeingia hizo zote na ikafikia as of yesterday. Hata saa zile tunakimbia huku tukisema president is not aware, he was aware, lakini kuna mahali inafikanga hata, let's be very honest, hata Yesu you are my friend, kuna kitu naweza kukuuliza tunajaribu, lakini as of mahali tulikuwa inakuwa it is beyond you. Yes, rais wetu akajaribu kupatana na hawa watu na hakuwa, as of this minute hakuna report amepata kwa hawa watu. Na kusema ukweli, kwa sababu vizuri tukue honest with ourselves when it comes to the laws of the land. Mnasikia nchi iko na laws zao, kuna constitution zao, so tunasema kuna mahali hata president to president anaweza kuulizwa na hii iko hivi. And saa hii kama kuna mtu ambaye ni wa Vietnam ambaye ako Kenya, ako na shida hiyo, ndio wanaweza ku-exchange. But hawa watu kama wangekuwa wanakubali kuongea na rais wetu,
that would be something. So ile uzuri iko kwa saa hii, wako na watu wengi sana wako kwa list ya hiyo kinyongo whatever. Wetu wa Kenya? No. Hiyo mahali ilikuwa mzuri sana. Vietnam, the East Asia ni mahali mzuri sana kwa sababu watu wamekuwa wakipitisha dawa. Thailand is known. Kwanza wa Nigeria wanazipeleka kweli. Na sasa kutoka 2009, that is when Vietnam walienda wakabadilisha hizo nini. Kama ingekuwa ni criminal, hiyo ingekuwa mzuri kwa sababu kunaweza kuitanwa anytime na kukapeanwa muda, lakini wakati ilikuwa ni administrative ni hiyo kusema ni kama military. Hiyo si hata mkienda through the no turning back. So tunaomba ombi letu ni ati you never know with God, anything is possible na anything can happen. Lakini kama vile tumesikia watu wengi mmesema, if it was to be that bad, tuombe saa hizi kwa sababu ya hawa watu wengi wako nao, ikuwe msichana wetu hata kuwa amongst the first lot, na probably hiyo serikali itaweza kuongea na serikali yetu, lakini we agree na tuweze kukua emotional. Na ndivyo tulisema mambo kama hiki kuja, tunawacha all the political differences. Yes. Wewe mrego gani ama mrego gani, and that is what we have been doing. And I wish to tell you, please, hii mambo ni sisi tulianza na tumeifuata, hakuna mpaka tunaongea na wale watu hamwezi kuongea na wao. And we pray that whatever happens with God, anything is possible and everything is possible. So I think I'll leave it at that for now. Asante sana Mr. Kwira. Kwa hivyo according to you, unaona pia timing yenye hii maneno ilikuja kujulikana, it was too late? Let me see. Wakati hiyo kesi ilikuwa inaendelea, kwa sababu tumeona na actually from that day, is it the IRAD is laws or law somewhere down there. Na kama hii pressure kama hii mambo igepatikana a little bit hard, kwa sababu unajua hata serikali yetu na ninajua wako hapa, kuna kitu moja, the language that they understand is language of pressure. Kama tungejua hii mambo kitambo wasukumwe, I think probably nasema probably, kwa sababu tungepata mtu kama the Minister for Foreign Affairs ama whoever atumwe huko, already kungekuwa na some bit of negotiation, but it came a little bit too late anyway. A little bit too late. Yes. Yeah, that's the honest feeling. Na watu ukiendelea kuongea, hata Wairimu Kimani atawaambia nchi kama Marekani kuna vitu mbili, money laundering na dawa. Hizo vitu hata ukienda nchi, ukitoroka wedo wako utaenda kuchukuliwa hapo. Kwa hivyo case by point, na tukue a little bit careful yale mambo tunafanya, kwa sababu na tunaongea pia tunatumia kwa sababu ya kitu kidogo sana, but we pray na tuombe Mungu, kwa sababu there is a God nyakati zote, and anything and everything is possible. That's my tip for now. Thank you so much, Mzee Kwira. Thank you so much. Thank you even for the effort that you've put. Tutaomba vile sisi wote sasa, juu tunaamini Mungu, tutapiga magoti yetu mbele ya Mungu, tumwambie he's the only one who can get into this, from what we understood. Misari, do you want to ask something? Bogana, are you in Vietnam? No, I'm not in Vietnam. I'm just going to raise my hand and say something. You're what? I'm not in Vietnam. I'm not in Vietnam. I'm raising my hand to say something. Okay, say it. Mali kesi imefikia. Mtu anasaidia ni Ruto. If Ruto take a phone, call the president of Vietnam, thing will be stopped. But it's Ruto kama he cannot do nothing. Okay, demonstration I said idea. The only person who can help him is Ruto peke yake. Okay, asante. Yeah, thank you, Bogana. Misari. Yes, so I was saying, what Kuria has told us is pure truth. Na amewaambia vile mambo iko. It's a very complicated situation, considering Vietnam
Kenya haina embassy Vietnam. Sisi huwa tunategemea embassy ya Thailand. So huwa tunaenda Bangkok. Ndio tu kama kuna kitu unataka kufanya una report to Bangkok, then Bangkok give you access through the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam. Yes. So accessing Vietnam, it's a very tough situation. Kwanza, according to any drug concerned cases zinakuwa handled na military. At the point tu umeshikwa naye kwa airport ama kwa border, hiyo kesi directly inapewa military. Military ndio wanadealing na hiyo kesi. So when you wanajaribu kuuliza whereabouts, remember it's a military operation, na anything concerning military hata in Kenya inafanywa na siri. The only thing we know. Na let me ask you, Mr. kulingana na vile ulisikia, nani alichukua hizo picha za Nduta akiwa huko kotini? Nduta si kupata ripoti ya kotini, juu mwenye pia alikuwa anatupea habari, alikuwa pia ni wale watu, unajua mtu yeye ni foreigner huko. Mtu ni polisi, lakini ni vile sasa umesema ni anajichunga, lakini pia yeye pia aliona hiyo information Facebook. Yes, kilio ya Facebook pia ilienda sana. Yes. Pia ilifika huku. Aliona hiyo kilio, saa wenye tulimpata hata tukimuuliza hiyo kesi alikuwa anajua already. Okay. So yeye akatuambia, ayuko sure ako slot gani, but what he promised me, aliniambia akipata ako slot gani atani inform. Ndio in case of anything okay. Ndio in case of anything uninform, ndio at least unaweza kuwa una estimate, anaweza kuwa kama ni execution of which tunaomba Mungu isifanyike, inaweza to estimate inaweza kuwa ili happen between e time to this time according to slot number yake. Unaona? Another thing he told us that inafanyika according to mali unatoka. Wanaanza na watu wa South Americans. Okay. Wanaanza na the people from America, then they are known for trafficking. Alafu wanamalizia na watu wa Afrika ndio wa mwisho. So kwa hivyo yani wao tuseme wananyongananga sana. Ni kunyongana, na tukisema kunyongana si ati ni ile ya kufungwa kwa kamba unaremshwa. Kitambo they used to unafunikwa alafu unapigwa risasi. Hiyo ni kitambo. But walikuja wakabadilisha law, ikakuwa kuna dawa unadungiwa wetu unakufa bila kujisikia. Many of inaitwa lethal injection. It's a lethal injection. Sitaki kuisema na English juu pia iko na nini. So ukidungiwa hiyo dawa hiyo sasa ndio wanamaanisha kwa hiyo ku ati kunyonga literally na kamba. Hapana, haifanyiki hivyo. Wacheni kutaja na kizungu hiyo nini ama kuandika hapa. Kuna vitu mnaweza fanya nini mtu anadungangwa sindano, alafu umesema kitu important sana, it's a little bit hope ati watu wanapewa slot. So kama Waafrika wako huko chini kiasi, kama ni watu 500, we can only hope between 24 hours yuko huko wa chini wa mwisho, even though judgment has been given. We lose hope only after it has been done, but until then we continue praying, we continue standing with the family and with her. We can only imagine what she's going through. And thank you so much to Misery that you took your time to go and find the information, that you took your time to be with your sister. She felt she's not alone, so we appreciate you. Thank you so much. We know it's not easy being in a foreign land, just to go and see somebody, especially in a country that you are in. Wacha nirudi niongee na Kiswahili mahali huko. So Mungu akubariki sana, umejaribu. Na pia huyo jamaa mwenye anawapatia information, Mungu pia awabariki. Mungu awapatie neema na nguvu pia. Wakati huu ni masaa ya mwisho, tuna count masaa, na Mungu aliye mbinguni yeye tu ndiye anajua, na atasimama na nyinyi. Na asanti, mimi sitachoka kusema asanti kwa niaba ya Wakenya
kwa niaba ya familia na jamii, asanti. Si kitu ati lazima ungechukua time yako kwenda huko. Kwa hivyo tunakushukuru. Tutajue hayuko peke yake. And even with the brothers that accompanied you from Uganda, just pass our greetings. Waambie asanti. Thanks, yeah. Na hii mambo ikipita pia tutarudi tu hapa kusema asanti, na hii si mwisho. Na sasa Shiro, Misari nikuulize swali, in case wafanya hivyo, what happens to the mtu mwenye mwili wanabaki nao huko, ama wanaleta, ama kunaendaje guy? Yeah, hiyo swali pia niliuliza juu pia lazima tu ningepewa details. Waliniambia ukikuwa represented in court, your lawyers can claim your body. Your lawyers? Sasa na huyu mwenye hata hana lawyer itaklaimiwa. So tukauliza what about our case? So the only option tulipewa ni to secretly talk to Bangkok embassy. Watufanyie nini? Watupe lawyer mwenye ako wapi? Mwenye ako Thailand, so that at least if we can claim the body in case of anything. Lakini sasa hakusema hapa, kusema ni mwili tunaanza ku-claim haki. Hebu tuache kwanza hiyo. No, we are just answering the question. What is going to happen in case Mungu akimuokoa ni sawa. In whatever happens, Misari unifote na mimi nikufollow, you have to, utakuja wewe ndiye tutacooperate na wewe. Yeah, we see what we can do. Tukae tu intact like yeah. I think it's important to make some clarification on that. Yes, Mr. Kwira. The moment kama tuseme we are hanging hapa, tunasema president to president or God. Kawaida wakati wamefanya hiyo kitu, hata kama ikue kuna wakili ambaye anaweza kujaribu kuulizia mwili, wakienda kutenda hicho kitendo, hiyo mwili haikuagi yenu tena. So it's important to get some bit of perspective of the law. So hiyo kama ikifika ikue hapo tumefika, ni vizuri tuambiane ukweli. Yeah.